goes out and comes in, as is written in Psalms 121. Bless all the other leaders in all the levels of governance in this country. Let there be peace and unity within our borders, that Kenya may move forward and grow in all aspects of life. Let there be progression and not stagnation in Jesus' name. We thank you, dear Lord, for Meru Dairy Farmers Union. From the far we have come, dear Father, we can only shout and say, you are our Ebenezer. We thank you, dear Lord, for the leadership of the Board of Governors, for the chairman and the CEO of the union. Thank you, Father, for the members of staff and the farmers. May you, Father, the Lord of increase, continue growing and establishing each one of them according to your riches in glory. For all the activities of this day and all the speakers, we commit to you. May your spirit reign in our midst in a way that only you can do it. The name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May the Lord bless you. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Gavana wa Meru Mheshimiwa Kawira Mwangaza, magavana wote ambao waliofika hapa, Waziri wa Mashirika na Biashara mbalimbali, Waziri wa Kilimo na Mifugo, mawaziri wote na makatibu wa kudumu waliofika hapa, kiongozi wa walio wengi bungeni, wabunge wote wa kitaifa na kiseneti, viongozi mbalimbali, nikihifadhia itifaki zote zilizozingatiwa, pia wakulima ambao wamefika hapa kwa wingi. Mheshimiwa Rais, naomba kwa unyenyekevu ni mwalike CEO ambaye ni Kenneth Gitonga ili aweze kutualika na pia kutupatia hotuba yake. Tumpigie makofi akija tafadhali. Kenneth Gitonga ambaye ni CEO, karibu sana. Your Excellency Sir, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, viongozi wote wale wametoka Nairobi, His Excellency the Governor, na wakulima wenzangu. Bwana asifiwe. Maziwa. Maziwa. Mheshimiwa Rais, tunasema hapa tunaongea mambo mbili peke yake, ni mambo ya vile maziwa itakuwa mingi na tupate pesa nyingi. Na hiyo ndio slogan yetu ya maziwa ya Mount Kenya. Mheshimiwa Rais, tuko na furaha kubwa sana leo kwa kuja hapa kwa event yetu. Tumekuwa tukifanya hii event, this is the 8th annual field day, na hakuna wakati tumekuwa na a sitting president akiwa chief guest. So sisi kama wakulima na Wameru tumefurahi kweli kweli, na tunajua kukuja kwako hapa itatusaidia na tutakuwa na pesa nyingi kweli kweli. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda tumeongea mengi pale kwa boardroom. Wakulima wako na shida kidogo sana, wako na ng'ombe lakini average production ni lita 5. Tunafikiria sisi wote vile ng'ombe itatoka lita 5 iende lita 10. Na hiyo ndio imekuwa agenda yetu kubwa. Kwa sasa tunapata maziwa 400,000 liters per day, 546 actually to be specific. Na tungependa ndoto yetu ni kutukue na maziwa inapika kama 1,000,000 kwa siku. Tupate kukunywa hapa Meru na ingine tupeleke ng'ambo. Ama namna gani wakulima? So hiyo ndio ndoto yetu wa Mheshimiwa Rais, na ndio unajua unapenda wakulima, unapenda wa Meru. Vile tumeongea pale kwa mbundu mambo ya seximen, mambo ya chakula, na hii feed mill tunataka kujenga. Yua wakulima wamesema tuwajenge feed mill, chakula ndio iteremke. Najua utaona vile utatusaidia. Na kwa hayo mimi nataka kumwalika chairman wetu aseme moja. Leo siku ni yako. Wakulima tunashinda na wao, na tumeongea hapa mara 7, leo ni ya 8. Kwa hivyo we want to give you all the time so that you can tell us and bring us the good days from Nairobi. Kwa yangu ni hayo,
Nataka nikaribisha chairman. Thank you very much. Asante sana mgeni wetu wa heshima siku ya leo, Daktari William Samoei Ruto, na wageni wote wale walioko siku ya leo, na wakulima mjamboni. Masiwa? Masiwa? Asante sana. Leo siku sio yetu, leo siku ni ya mgeni wetu wa heshima, Daktari Samoei Ruto. Daktari, tunataka kukuhakikishia ama kukuambia asante sana kwa kukuja pande hii yetu ya leo, upande wa Meru, na kuongea na ama kuona wakulima wetu wa masiwa. Kwa hivyo leo ni asante sana, tunasema ni asante kwa kuona na kuungana na sisi pamoja siku hii ya leo, ili tuangalie maneno ya Meru upande wa masiwa na upande wa ng'ombe. Sana sana hata wakulima wamefurahia sana kusikia ati president amefika hapa leo na wamekuona, na wale hawaja kuona watakuona ukiongea hapa. Kwa hivyo asante sana bwana president kwa kufikiria kuja Meru na kuongea na sisi. Na hatuna maneno mengi, ile mengi tumeongea kwa boardroom, lakini ile naimiza sana ni hapo sasa upande wa mkulima apate masiwa mingi. Atapata na njia gani? Ile maneno tulikuwa tunasema tupate shamba kubwa, tupande tupatiwe wakulima na bei ya rahisi, hapo masiwa itaongezeka zaidi. Mheshimiwa, ukitufanyia hiyo na yale mengine tuliongea, nafikiri maneno yetu yatakuwa sawa sana. Lakini bwana mheshimiwa president, atufanyi kazi na Gitonga na Kiruja peke yao. Niko na board members, niko na delegates, niko na machairman wa societies. Nataka wasimame, at least nipa ruhusa wasimame tu wave waone wako wapi ma delegates. Delegates mamen ndio hawa tunafanya kazi na hawa, board members hawa, delegates na machairman wote wako wapi? Machairman wa society yetu. Asanteni sana. Leo tuko na mgeni wetu na siku ni yake, tumpe nafasi mzuri ya kuongea na sisi. Asanteni sana na karibuni. Ningependa sasa nimwalike senator ili aje awatambue viongozi ambao wako hapa. Tukiendelea, tumpigie makofi. Karibu senator. Asante sana rais na naibu wako. Nachukua muda kidogo sana niwatambulishe wale wajumbe wako hapa. Kwanza naanza na pande hii, Mheshimiwa Murugara, mbunge wa Tharaka. Mheshimiwa Kairemia, women rep hapa Meru. Mheshimiwa Raim Daundi ndiye mwenye hii muji hapa North Imenti. Tuka simama tu, nominated member of parliament Madam Dorothy Muthoni, asante sana. Mjumbe wa Igembe North Mheshimiwa Julius Taitumu, mjumbe wa Meru, mjumbe wa Igembe South John Paul Mwirigi, bande huko nyuma, mjumbe wa Igembe Central Ndani Kere Karidho, mjumbe wa Imenti Central Kirema Ngochine, mjumbe wa South Imenti Dr. Chandra Kimweti. Pia tuko na viongozi wengine, Mheshimiwa Nkadha Beatrice amekuwa mjumbe pale, sasa ametolewa CAS hapa na RAIS. Tena tuna Joseph Ntoerwaki aliyekuwa mjumbe wa North Imenti. Pia tuko na CAS Professor Mugambi. Hapa tuko na majority leader wa National Assembly Bwana Kimani Echungwa. Huyo ndiye mwenye mkarabati wa finance bill. Sasa mimi rais, nataka nikushukuru sana sababu ya kufika hapa leo, na tunashukuru sababu hawa wakulima wa maziwa unaona vile wamefurahi sababu kufika kwako hapa. Hii ni bahati kubwa na watapata baraka kubwa sana. Unajua rais, ile kitu unaguza inakuwa dhahabu. Vile umekuja kuguza Meru Central, hii itakuwa dhahabu ya hapa Meru, na sisi tutaungana na wewe. Ile kitu moja tu najua utawasaidia na utasema hao wakulima wakipata quality animal feed na ile rais iwe na pesa kidogo, hawa watalima maziwa mpaka isaidie Kenya mzima na ulimwengu kwa jumla.
na wewe ndio uweze kufanya hivyo, sisi tukiwa bunge, sababu tayari umetoa ushuru kwa zile byproducts ama inputs za kutengeneza chakula ya ng'ombe ya mifugo. Tayari umesema hiyo VAT ama duty hiyo imetolewa na iko kwa finance bill. Kwa hivyo sisi mkiona tunaunga finance bill mkono ni sababu inaenda kusaidia wakulima. Na mimi sina mambo mengi, nishukuru rais sababu wiki jana tu tumekuwa na naibu rais mambo ya kahawa, na tunashukuru sana Your Excellency Rigathi Gachagua, na tutaenda tena kwa mambo ya chai na ingine. Kwa hivyo tunakushukuru, na ukiwa hapa kitu moja tu tutaomba vile mheshimiwa mjumbe wa Igembe North amesema, ni ile jambo moja tu ile inatusumbua insecurity huko Igembe North. Kwa hivyo mheshimiwa Taitumu, vile umeomba, rais ataweza kutusaidia ndio tuweze kumaliza shida insecurity. Na ile familia ambao wamepoteza watu yao pale, rais tunaomba pia kama serikali itatusaidia kuwapumzisha, tutashukuru sana Your Excellency. Kwa hivyo tuko na pia Kiraitu Murunge, nilisahau Murunge, simama, former governor wetu ambaye amekuwa na wakulima the last 5 years. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kumkaribisha governor wa Meru, Mheshimiwa Kawira Mwangaza, ndio uweze kuhutubu hapa. Mheshimiwa Rais wetu tunayependa sana, na naibu wako Rigathi Gachagua, na viongozi wote, wakulima wote, hamjambo. Mgeni, napenda kuchukua hii nafasi Mheshimiwa Rais kusema ni asante kwa kufika Meru. Kama mama kiongozi nimefurahi sana, na watu wanauliza what is happening in Meru, mbona tunatembelewa namna hii? Tumefurahia uongozi wako, na sisi tunaona unafanya kazi mzuri pamoja na naibu wako. It is the other day tulikuwa na conference kubwa ya coffee, na tunajua ya kwamba kuna mambo makubwa ambayo umetupangia. Tukakuwa na ingine dharakanidhi ya kumaliza pombe, na asubuhi leo na hata wiki yote ambayo imepita hatujapata walevi wowote ambao wamelalala hivi kwa sababu ya ile kongamano tuleka dharakanidhi. Mheshimiwa Rais, napenda kusema asante sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu umetufanyia maajabu. The other time we were with you Ntumbori, ulitupromise na umetimiza yote. Kitu ya kwanza tulikuomba ututengenezee hospitali yetu level 5 ifike ipate pesa, umetumana 500 million iko barabarani, tunakushukuru Rais. Tukakuomba kidogo tu ya Nyambene Hospital, tulikuomba 50 million. Sasa iko kwa process 500 million ambayo tumetumana kwetu. Mheshimiwa Rais, tukakuomba mambo ya damu. Na mimi nakushukuru sana kwa sababu niliangalia kwa gazeti nikaona already ya Tharaka-Nithi imekuwa advertised, ya Isiolo imekuwa advertised, ya Laikipia imekuwa advertised. Yetu tu ndio sijaona hapo, lakini najua hata hiyo itakuwa advertised, damu yetu ambayo ama si moja ama si mbili. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Nilikuomba mambo ya Kenoru Stadium, na the following day PS akafika, watu wakafika, wakaenda Kenoru Stadium, wengine wakaenda Maua Stadium. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu unatupanga vizuri. Mheshimiwa Rais, sitaki kusema yote maana najua tumekuwa na mikutano mingi na tutaongea. Nikubali tu unganisha. Hii inaitwa full house yote, 69 out of 69 iko hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, ile kazi ulifanya ya kusema ya kwamba tushikane pamoja, tunasema Mungu akubariki. Na kama si hii amani pengine ungetembea Meru. Kwa hivyo sisi tunakuvulia kofia, tunasema Mungu akubariki sana Mheshimiwa wetu Rais. Nikimalizia Mheshimiwa Rais, mimi kama mkulima 001 wa maziwa, napenda tu kuleta shida moja ama hoja moja. Animal ama feed zetu, chakula cha mifugo.
Hiyo ndio shida yetu kubwa. Nao wakulima kupitia mkubwa wao ambao ni Gitonga wametembea kwa ofisi yangu, wameniomba pesa watengeneze factory yao, wajitengenezee chakula cha mifugo. Kwa sababu gani? Tunaletewa chakula ambacho ni substandard, ng'ombe zetu tukipatia tunakamua lita 5, lita 2 tunapoteza. Lakini tukiwa na factory yetu, tujitengenezee things hizi wenyewe, Mheshimiwa Rais, tuta increase na tutaanza kuexport maziwa yetu kama wakulima wa Meru. Na sisi maisha yetu itakuwa sawa, Mheshimiwa Rais. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, kama mama kiongozi, kwa sababu niko na mambo mengi na sitataja, niko na listi kiasi, barabara, maji, nini, naomba kitu moja tu kwa kunyenyekea. Ulitushikanisha pamoja. Nipe date State House na wangwana, viongozi wote wa hapa. Tupatie date pamoja na senator, tupatie date pamoja na MPs, nipatie date pamoja na women representative, nipatie date na MCS wangu wote, tukuje Ikuru, tukupatie mashida yetu yote tukiwa pamoja na yeye. Asante sana Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki sana. Tembea Meru mara 20, mara 50, mmekaribishwa sana. God bless you mightily. Asante. Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Governor wetu, mwenzangu Waziri Mithika Linturi, Majority Leader na Senate Deputy Speaker, waheshimiwa wote, Senators, MPs, MCS, Management ya Meru Dairies Cooperative Union, wakiongozwa na mwenyekiti na General Manager Bwana Gitonga, na wakulima amjambo, mogeni, maziwa, asante sana. Mheshimiwa Rais, sisi katika Wizara ya Ushirika tunafurahi sana kwa sababu umeweka shirika na mashirika zetu na wizara yetu aswa mambo ya maziwa kipao mbele. Rais, ni miezi 9 tangu uchukue hatamu za uongozi na umeweka bidii sana kuhakikisha kwamba the value chains ikiongozwa na maziwa ime support. Last week the Minister for Finance read the budget, our national budget, na tumeona Rais umesema na kutenda. Pesa imewekwa kwa idara ya maziwa, idara ya kahawa na kuleta wakulima pamoja ili tuongeze uzalishaji wa mazao yetu. Mheshimiwa Rais, nataka tu nipongeze shirika hili kwa sababu wametuongoza. We have seen through cooperation, cooperative and aggregation, we have seen production grow. And now we are beginning to celebrate the value addition we have experienced here in Meru. Mimi na washukuru sana. Kwa hivyo Rais, kabla sijamaliza, ningependa tu kueleza kwamba vile mambo tumezungumza pale kwa boardroom, sisi kama wizara tutafuatilia na tutahakikisha kwamba hiyo maneno tukilete kwa ofisi yako tutaweza kutimiza. Ningependa tu kukutambulisha Rais, tuko na PSS hapa. Tuko na PS Cooperative, tuko na PS Livestock, tuko na Chairman Dairy Board, tuko na CEO Dairy Board na wale wote ambao tunasaidiana pamoja. Nikimalizia Rais, waja nipe dakika moja nimkaribishe mwenzangu Waziri wa Kilimo aweze pia kutoa kuzungumza kwa mambo ya production. Asante sana. Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wa Meru Central Farmers Union na wakulima wote wale walio hapa. Bwana asifiwe. Mugeni antu betu, wibabega,
Tugethanirieni ruone. Bwana asifiwe. Mantu yako ya makai sana. Na Rais, mimi wacha nikushukuru kwa kufika hapa tena nikiwa mwenyeji ama mtu wa kutoka pande hii, na nikuhakikishie ya kwamba hawa wangwana wamekaa hapa, hawa ndio tractors wa Kenya. Ni matrakta sababu ndio sisi tunakuwa kwa mashamba, tunalima, tunashalisha chakula, watu wanaweza kula. Hii uhusiano wetu na Mheshimiwa Chelugui mlaandi value, halafu tunaweza kupata pesa mingi. The promise I want to make and the commitment with the farmers that are seated here is that we are guided by your motto and your spirit of increasing productivity in your aspects of whatever we do in our farming. Na niseme vile tumetembea na tumejionea hao wakulima, shinda yao umeisikia. Nimesikia, anataka kuambia nimepata amri kama waziri wa kilimo kuhakikisha ya kwamba ile shinda mumeongea juu yake ya mambo ya kuteremusha bei ya mbegu ya ng'ombe ili teremke chini, muipate kwa bei inawe nafuu. Rais ameniamurisha hiyo maneno ifanywe kwa haraka na in the next 6 months iweze kufikia nyinyi. The promise I want to make, Your Excellency, is we are lucky because of the support that you have continued to give us. We have a team from France coming on the 29th, and the Ministry and Kagrik will be sitting to discuss on the acquisition of the semen machine, which will be able to produce 500,000 doses ya kuweka ng'ombe ili to change our breed and to increase productivity. Ya kingine nikisema ni kwamba mambo ya feed, sababu umetoa duty. Kwa hiyo nao wakulima tukiwa nao under the drive project that we are going to launch next week, kuna $40 billion from World Bank where we are going to contract farmers waweze kukuza chakula ya ng'ombe. Pesa iende kwa AFC na KNDC au wakulima waweze kuomba na single endangered interest ili muweze kujinufaisha, na hiyo ni kazi rais amesema ifanyike na tunaendelea kufanya. Antobe tote bwa rais akidha show butogo na ituete temna mbere utego na into murome kabisa to amuringere kura na kuma ego kurwa akuya goma itayana ndene meri etandatu ate tuendete. Kwa hivyo wacha nimalizie hapo sababu rais najua mko na mambo, tunaenda kule Githunguri, na niseme asante sana kutembelea. Our commitment, tutafanya kazi ili wa Kenya waweze kusaidika. Thank you very much and may bless you. Wacha nichukue nafasi hii tafadhali kwa heshima kuu niweze pia kumwalika ndugu yetu, rafiki yetu, naibu wa rais ambaye pia Mheshimiwa Rigathi Gachagua aseme machache. Karibu naibu wa rais. Hapa ni Meru, tulikuwa na wewe hapa last week mambo ya kahawa na tunaendelea kulainisha. Asanteni sana. Asante sana kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, mawaziri, viongozi, wakulima, andu betu mugeni kai geidia isiaro mwathani agocwo rege muri okwadwa itu ni mwona jamba itu muthamaki witu uyu wetagwo William Ruto ni nyumwa muthurire kwiyethera ka kuringiririo. Nie ndauga handu ha muthamaki uyu na nie na timu itu ni mwatwikire wega, twari uhoro wa matutiari handu hega. Ni twatindikitwo muno, tutiari handu hega, reke twari uhoro wa ma. Andu a Meru, andu a nyumba itu,
handu ha muthamaki uyu na nie kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Meru ni watu wa maajabu. Walikupigia kura 100%. Walikuwa wanatishwa, wanaambiwa iko system, iko nini. Hata wakatisha hii mzee wetu Kiraitu, na kwa roho yake alikuwa wetu, akakaa kando, kwa sababu huyu mzee ni wa heshima. Aliniambia, wewe Gachagua, ukilala kwa simiti wewe ni sawa, lakini mimi nikifungiwa kwa simiti nitakufa. So kuliko nikufe, wacha ningangane nikae pale, mtakuja kuniokoa mbe. Kwa hivyo watu wa Meru tuko na shukrani. Na governor amesema mzuri, huyu rais wetu anapenda nyinyi. Siku kulikuwa na mzozo na vita kati ya governor na MCA, rais aliudhika sana, kwa sababu yeye anapenda watu ya Meru na wanampenda, na aliona ya kwamba tukiendelea na kupigana na viongozi, maendeleo ya Meru itabaki nyuma. Rais akaniita, akanipatia amri, nikaita huyu gavana na MPs na ma MCA, nikawafungia kwa ofisi siku 4 mpaka waelewane, wakakuwa na amani. Na vile umesema gavana kuja hapa, huyu rais kwa vita anataka pahali watu wanaungana. Rais alinitupa kwa hawa, nikakaa hapa siku, nimefika mwenyewe kwa sababu mko na amani. Kwa hivyo tunaomba viongozi ya Meru, governor, senator, MPs, MCA, muendelee kuwa na amani, muelewane, mfanye kazi pamoja, ndio mufaidike kwa hii serikali ya William Ruto ambaye nyinyi wenyewe ndio mlipigia kura. Netwa igwithani andu aitu haune hega manyitane katiguo. Nidamurutira ngũbia. Your Excellency, hii Meru ni ajabu. Hii wakulima, mimi hata bado naona kitu kama hii. Hata kama tungejua rais tumefanya makosa, hatungefanya mikutano 2 siku moja. Tungefanya siku moja tukuje hapa Meru kutoka asubuhi mpaka jioni. Lakini next time tutapanga tukuje tukae hapa siku moja. Kwa hivyo sisi tunashukurani na watu ya Meru. Rais anaendelea kufanyia nyinyi kazi. Huyu waziri anaitwa Linturi, si ni mtoto wenu? Si yako kwa serikali? Huyu PS anaitwa Kilemi, huyu ni wenu wa ushirika. Kuna huyu Mugambi Gitonga ni PS wenu. Kuna huyu CS anaitwa Gitonga Rontogu, mtu amesoma, ni profesa. Na wewe CS ukija ofisi yangu upunguze kizungu, mimi sielewi hii maneno ya kizungu sana. Hata kona si amefanya mzuri rais. Tuko na huyu msichana wenu, huyu Rose Jogu, ndio PS wa State Department ya Diaspora katika Ministry ya Foreign Affairs. Kazi yake ni kutafuta kazi uko nje, apeleke vijana. Sasa wewe Rose, hata Yesu alianza Jerusalem, ndio aende Judea, kuja tafuta vijana hapa ya Wameru waende ng'ambo. Kwani wakienda iko makosa? Iko makosa? Pia Inspector General wa Police anaitwa Jafeth Kome, ni mtu yenu hapa ya Imenti North. Kwa hivyo nyinyi mnajua shares yenu kwa serikali ya William Ruto iko sawa sawa, na mlipiga kura vizuri na tunashukuru. Mnataka tumkaribisha rais? Muko tayari? Atimia mwekuo. Haya, mutire gemi. Rwakere. Rwakana. Gatano. Karibu Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Allah. Basi viongozi wote wenzangu na watu wa Meru, hamjambo. Anto vetu mugeni kairi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Umekuja kweli. Nimshukuru Mungu
kwa kutupatia nafasi tupike hapa Meru kwa mara nyingine tena. Nichukue tena nafasi hii. Tulikuwa hapa Meru kwa ibada ya shukurani, lakini wacha nirudie nikiwa hapa Meru tena leo kwa watu wote wa Meru. Niseme kwa niaba ya sisi wote kutoka MCA, wabunge, senator wenu, governor wenu, Rigiji huyu, deputy wangu na mimi, niwaambie watu wa Meru asanteni sana kwa kura zenu. Mimi narudia tena watu wa Meru asanteni sana kwa kura zenu. Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba mambo ile na kazi ndio itaendelea. Ndio nimefika hapa leo kwa sababu ya kazi ya mambo ya wakulima. Nataka pia kwanza nipongeze Meru Central Dairy kwa kazi mzuri mnayofanya. Pongezi sana. Kazi mnayofanya ya kushughulika na biashara ya wakulima wa maziwa ni kazi ambayo serikali ya Kenya itawaunga mkono kwa dhati. Nyinyi mnaelewa ya kwamba tulikuwa na matatizo pale mbeleni na shirika yenu ya Meru Central Dairy. Sisi kama serikali tukasema kwa kutambua umuhimu ya kilimo ya maziwa, kwa kutambua umuhimu ya wakulima wetu, tukasema hatuwezi kukubali Meru Central Dairy iende chini. Tukatoa pesa ya serikali, tukalipa madeni ambayo mlikuwa nayo hapo mbeleni. Mimi nataka niwaeleze tangu siku hiyo hamujatuaibisha. Leo tunaona Meru Central Dairy inapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nataka niseme pongezi sana. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba katika mpango yetu ya bottom up tulisema tutaanza pale chini, na pale chini wengi wao ni wakulima wetu. Nimesikiza hawa viongozi, chairman, CEO na wale wamezungumza kuhusu wakulima wa maziwa wa Meru, na wametuambia mambo manne ya muhimu ambayo mimi nataka nijibu. Wametuuliza ya kwanza, wamesema mambo ya chakula ya ng'ombe inawasumbua kwa sababu bei yake iko juu, na lazima kuwe na mpango ambayo itasaidiwa na serikali kuhakikisha kwamba wakulima wanapata chakula ya ng'ombe zao kwa bei nafuu. Mimi nataka niseme hivi, mumesikia waziri amesema sasa tuko na mpango ambayo itasimamiwa na serikali ya kuhakikisha kwamba chakula ya ng'ombe, ile nyasi, tutatafuta namna ya kukodesha mashamba, tutengeneze na tuwaletee kwenu kwa bei ya chini, ndio kila mkulima aweze kulisha ng'ombe wake. Jambo la kwanza. Jambo la pili, katika budget yetu ya mwaka huu tumesema ya kwamba ile materials yote, mambo ya yellow maize, materials zile zingine zote ambazo zinatumika kwa kutengeneza chakula ya ng'ombe, tumesema tunaondoa ushuru kama serikali ya Kenya, so that all materials that are used for the manufacture of animal feed is now zero rated, so that we can go the trajectory of making sure that animal feed is affordable for the majority of our farmers. Mmeniuliza kwamba mnataka kutengeneza chakula yenu badala ya kununua kutoka makampuni kule nje. Hawa viongozi wenu wamesema mmenunua shamba hapa Imenti na mnataka kutengeneza chakula yenu hapa nyumbani, ndio muwe na uhakikisho ya kwamba hiyo chakula ni ya standard ya kutosha.
wamenieleza ya kwamba mnahitaji ama mnapanga kutumia shilingi milioni 200 na mmejipanga katika hiyo harakati. Mimi nataka niwaeleze kwa sababu serikali yenu inajali kwamba kupatikane mahali mtatengenezea chakula yenu, tayari mumenunua ardhi. Kwa hiyo milioni 200, milioni 100 serikali ya kitaifa itawapatia. So waziri, nyinyi waziri, pangeni hiyo vile hiyo pesa itafikia hawa watu. Si ndio? Sasa nimewapunguzia mzigo nusu. Sasa ile ingine mjipange na nyinyi hapo. Si namna hiyo? Si nyinyi mlikuwa mnapanga kutengeneza peke yenu? Sasa tumekuja tuwashike mkono ndio tuweze tuende mbele. Jambo la 4, nyinyi mmeniuliza hapa, viongozi wenu wameniuliza ya kwamba kupatikana kwa heifers ni bei ya juu sana. Ng'ombe wa maziwa kupatikana sio kazi rahisi. Kununua 1200, 1250. Lakini tunaweza kurahisisha kama tutawapatia mbegu ile ya AI ambayo iko sexed. Ndama akizaliwa azizaliwe ndume, kwa sababu ndume akizaliwa ni hasara kwa mkulima ya ng'ombe ya maziwa. Ndume ni ya muhimu, lakini kutafuta tu mbegu peke yake, lakini haiwezi kamuliwa. Si namna hiyo? So tayari kama serikali tulishaweka pesa nyingi, karibu shilingi bilioni 1 kwa bull stations. Tumetengeneza bull station Kabete, tumetengeneza bull station Kitale, na sasa tuko na bull stations ya kutosha. Ile ambayo imekosa ni machine ya kufanya sexed cement. Na vile mmesikia, tumekubaliana katika hii budget hii ambayo itapitishwa next week. Hiyo budget tumeweka shilingi milioni 400 ya kuhakikisha ya kwamba tutakuwa na vifaa ya sex cement, ili mtapata hiyo sex cement badala ya kununua, kwa sababu hata mimi ni mkulima wa maziwa. Saa hizi sex cement ni kati ya shilingi 5,000 na 8,000. Si ni kweli? Sasa kuanzia Disemba mwaka huu, waziri sikia vizuri my friend. Kuanzia Disemba mwaka huu tunataka hiyo sex cement ipatikane ile imetengenezwa Kenya na isipite shilingi 1,500. Si ndio? Tunataka tutoe kutoka pale 8,000 ikuje 1,500, ndio wakulima wengi waweze kutumia sex cement, ili kizaliwa ndama awe ni ndama kike ambaye atakuwa anakupatia maziwa baada ya miaka 2. Tumekubaliana? Hawa jamaa waliniuliza hiyo maneno ati mambo ya sex cement, na sio ya watu wa hapa Meru Central Dairy peke yao, itakuwa ya Kenya mzima. Na nyinyi tutahakikisha ya kwamba vile mmesikia waziri amesema, tutakuwa na 500,000 doses ya sex cement kutoka ng'ombe zetu. Nimefurahi sana hapa wakati nimeonyeshwa ng'ombe ambazo zinatoa maziwa kilo 50. Ni ng'ombe ambayo imezaliwa na semen ambayo inatoka Kenya, sio ya kwamba tumetoa nchi ingine, ni ya kutoka huku nyumbani. So tuko na uwezo ya kuhakikisha ya kwamba ng'ombe zetu ni za grade ya kutosha, na tunaweza kutumia semen kutoka ndume zetu hapa nyumbani. Hawa jamaa wenu vile vile wameniambia ya kwamba tunataka tuwapange wakulima kwa cooperative. Tunataka tuhakikishe ya kwamba wakulima hawakai kiholela, kwa sababu wakulima wasipojipanga, mabrokers na cartel watakuja kuhangaisha nyinyi. So tumekubaliana na tumeweka pesa ya kutosha, na mimi nilitengeneza wizara ya cooperative maalum ili isimamie mambo ya sako yenu, mambo ya cooperative, na kuhakikisha ya kwamba tunapanga wakulima na wafanyabiashara kwa njia ambayo hawawezi kutatuliwa na hawawezi kusumbuliwa na wakora ama wale makatel
ama wale wengine ambao ni mabroka ambao wanatuletea hasara. So I want to assure you that we have a comprehensive plan as a government, the way you requested, so that we can organize all our farmers and make sure that they are organized in proper groups. Tunabadilisha sheria ya cooperative na tunabadilisha sheria ya sako ili kuhakikisha kwamba sako zetu na cooperative zinasimamiwa kwa njia ya sawasawa. Hatutaki tena pesa ya wakulima ipotee kwa sababu ya usimamizi ambao sio mzuri wa mambo zetu za cooperative. Tunaelewana jameni? Alafu muliniuliza kitu ingine ya mwisho. Hawa watu wenu, hawa watu wamenifanyisha kazi mingi. Na walinikumbusha nikijaribu kusema kidogo wananikumbusha, unajua tulikupigia kura. So sasa wamenieleza ya kwamba kuna kaunti moja iko na deni yenu ya milioni 71 ya watu wa Meru Central Dairy. Sitaki kutaja ni kaunti gani, lakini wamenipatia, wameniambia sasa wewe ndio debt collector yetu. Wewe enda tafuta hii pesa ulete. Na mimi nimesalimu amri. Munipatie wiki 2 nitaenda nitafuta hiyo pesa nilete. Huyo gavana nitaenda kupambana na yeye. Kwa sababu hawezi kuhama na pesa ya wakulima. Na akiniletea Kiswahili, mimi nitakata pesa yake. Kabla haijatumwa kwa kaunti nitakata nilete ya Meru, ile imebaki nimpatie. Si ni namna hiyo? Hakuna dawa ingine ya deni. Si ni kulipa? Kwani iko dawa ingine mmegundua huku Meru ya deni? Si ni ya kulipa? Bas hiyo nitamhakikisha ya kwamba hiyo kazi, na nitamwambia nimetumwa na wale watu wameniandika kazi, na usiniharibie kazi. Si ndio? So mimi nataka niwahakikishie, I think I have answered all the issues that were asked by the leadership ya hawa wakulima wote. Mimi vile vile nataka niseme hivi, mbali na yale mambo tumesema hapa, nia na mpango yetu ndio munaona tunasema turudishe chini bei ya chakula, tuondoe ushuru kwa bei ya chakula, tuweke semen ambayo ni sexed na tupunguze bei yake, tuhakikishe kwamba wakulima wanaweza kujitengenezea chakula, tupunguze gharama. Ni kwa sababu tuko na mpango maalum, na mpango yetu ni kwamba tuko na soko ya Afrika mzima. Hii Afrika wanatoa maziwa New Zealand karibu kilomita 10,000. Wengine wanatoa maziwa sijui wapi, na ni watu wetu wa karibu hapa. Ndio tumekubaliana ya kwamba kama Kenya saa hizi tunazalisha 4 billion liters ya maziwa, na mumesikia on average tunapata kilo karibu 3 mpaka 5. Tunataka kuhakikisha ya kwamba tunasongesha kutoka kilo 3 mpaka 5 mpaka ifike kilo 10 ama kilo 15. Tunataka wakulima wetu tuwasaidie waongeze. We need to double our production. Ukisoma manifesto ambayo tulichaguliwa nayo ya Kenya Kwanza, tulisema we need to double the production of milk in Kenya. Na hiyo ndio mpango tuko nayo. Tumeweka hiyo pesa yote kwa budget because we want to support the production of milk in Kenya. Na mimi nataka niwashukuru sana wakulima, mimi naona mko na bidii. Na mimi nataka niwahakikishie serikali ya Kenya itasimama kidete na nyinyi mpaka tuhakikisha kwamba mnapata mapato maradufu. We want to double our milk production, and that is the trajectory we are going. Mumesikia tunaenda huko Kiambu. Wao wameanza kuuza maziwa katika nchi za nje. Next time nikirudi hapa, tunakuja kupanga vile maziwa ya kutoka Meru itauzwa Kongo, itauzwa Afrika, itauzwa sehemu zingine, ndio tuweze kupata bei ya sawasawa na tuongeze mapato ya wakulima wetu. Vile vile, mimi nataka muelewe ya kwamba mpango yetu ni kutumia kilimo kuzalisha mali na kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wetu. Hapa Meru kama vile Kenya, katika budget yetu ya mwaka huu
tumeweka shilingi bilioni 5 ya kuhakikisha kwamba katika kila county, ikiwemo county yenu ya Meru hii, tunatengeneza kitu inaitwa County Aggregation and Industrial Park, mahali ambapo tutakusanya mazao yetu, tulete pale, mabroka tuwaambie wawache kusumbua wakulima huko mashambani, tukutane kwa soko, tulete mazao yetu pale kwa County Aggregation and Industrial Park, tufanye value addition, tuongeze agro processing, tuongeze manufacturing, ili tuuze mazao yetu kwa bei ya sawasawa na kila mkulima apate haki ya jasho yake. Kwa saa hizi mkulima anahangaika shambani mwaka moja, miezi ngapi, lakini broka anakaa hapo tu, anakaa hapo karibu. Ile kazi mkulima amefanya karibu mwaka moja, broka kwa mazao mawili ama siku moja anapata pesa nyingi kuliko yule mkulima amehangaika mwaka moja. Hiyo maneno lazima tukomeshe. Ama mnasema hao mabroka waendelee? Si wakome? So tunataka tujipange kwa cooperative, tujipange. Hapa tunakuja kuanzisha hiyo County Aggregation and Industrial Park. Ndio baadhi ya mambo tumeweka katika budget yetu. Nilituma huyo deputy president wangu last week kwa mambo ya kahawa hapa. Si alikuja hapa? Kwa sababu saa hizi ile kahawa tunauza kama Kenya ni 51,000 metric kahawa. In the next 1 year tunataka ifike 80,000 metric tons. In the next 5 years tunataka ifike 200,000 metric tons. Ndio tuweze kupata pesa ya kutosha. Hiyo mpango tunapanga kupitia kwa kuongeza mazao ama mazao ya wakulima. Saa hizi ni kilo 2 mpaka kilo 3. We want to make sure that we can double the production of our coffee. Na tumeweka pesa katika budget ya kusaidia wakulima kwa mambo ya kupunguza gharama ya mbolea, ndio mutumie mbolea zaidi, so that we can enhance the productivity of our coffee plants. Wakulima mujipange vizuri. Vile vile tumeweka pesa karibu milioni 600 ingine hapa KPCU ya Meru. Tunataka kuikamilisha. Tunataka kukamilisha KPCU factory ya Sagana, na tunataka kufanya upgrade ya zile facilities zingine zote za kahawa, kwa sababu we want to enhance our productivity in the coffee sector. Katika hii budget tumeondoa ushuru kwa mambo ya chai. Wakulima wanakuwa wanalipishwa VAT ya karibu shilingi milioni 300 kila mwaka. Kuanzia mwaka huu hiyo milioni 300 tumeondoa, wakulima hawatalipa tena. Tutaongeza mapato, badala ya kuenda kwa serikali irudi kwa wakulima. Na vile vile tumeondoa packaging taxes kwa mambo ya packaging, kwa sababu hatutaki tena kuuza kahawa yetu, kuuza chai yetu kwa magunia. Tunataka chai yetu hapa Mombasa, na nimeongea na wale wazungu wanajiita sijui English breakfast tea. Nikawaambia hakuna magunia itakuja tena kwenu. Mulete machine, tuajiri vijana wetu, chai ikitoka hapa inaenda kwa shelf ya supermarket. Hatutaki waende waongezee maneno mengine kule msituni. Na kama hawataki hiyo maneno, watafute chai yao. Hii yetu sisi tumepanda hapa Kenya. Ama namna gani? Si kama wako na kithirani, si kila mtu atafute chai yake? Kwani wanangojea hii yetu alafu wanaenda kuibandika jina at English breakfast tea, na hawana hata miti moja ya chai? Hiyo ukora tumemwambia hapana. Hiyo ukora tunakomesha. Sijui kama tunaelewana. That is why we have removed VAT, we have removed taxes on packaging of tea material, so that we can export our tea processed, we can export our tea packed, so that we can earn more money and we can create jobs in Kenya. Kwa sababu tuko na vijana wengi jameni hawana ajira, si ni kweli? Na ni jukumu letu kupanga mambo yao ya ajira. Vile vile katika hiyo maneno
tumeweka pesa kwa mambo ya cotton. Tunajua sehemu nyingi hata hapa Meru ilikuwa ni sehemu ya pamba. So tumepanga mambo ya pamba, tumepanga mambo ya edible oil, tumepanga mambo ya oil products, ili pia katika hiyo harakati tupate products ambayo itatusaidia kutengeneza chakula ya ng'ombe zetu. Haya mambo yote mimi nimesema ni kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba wakati Kenya inapiga hatua mbele, wakulima ndio wako mstari ya mbele katika hiyo. Wengi wanahangaika mahali ya kufanya biashara, hakuna mahali pazuri. Hapa Meru tumepanga katika hii budget, tunajenga soko Kenya mzima 181, 7 ikiweko hapa Meru. Kangeta, kuna soko ilianzishwa pale Kangeta ikakwama. Tumeweka pesa ya kuja kuikamilisha na kuifanya iwe vizuri zaidi. Pale Kerwa tuko na soko ilikwama, hiyo vile vile tunakuja tunaikamilisha. Kule Imenti South kwa huyu John Paul, si ndio? Igembe South, sorry, kwa huyu John Paul, mahali anaitwa Adhiro Gaiti, hiyo tunakuja kukamilisha hiyo soko, na tumeweka karibu shilingi milioni 20 ya kuja kuipanua na kuikamilisha vizuri. Vile vile pale Nchero Tigania West tuko na soko pale, tunakuja kuikamilisha, na soko yetu ya Nkobo hapa Nkobo, hiyo soko iko hapo imekwama, tutakuja tuikarabati, tuipange vizuri. Na vile vile Kibirisha kwa huyu mungwana tunakuja kukamilisha soko yako vile vile pale. Na Mudhara pale barabarani, si mnajua pale Mudhara tuko na soko ilikwamanga hapo, so tunakuja kuishughulikia ili tuhakikishe ya kwamba katika ile county aggregation ambayo tunajenga hapa Meru tuwe na mini aggregation in every constituency, alafu tutaiteremusha iende chini, ndio kila mkulima ajue ya kwamba kuna mpango ya vile mazao yetu ya kilimo itafika sokoni, itaongezwa dhamana, ndio wakulima wapate pesa zaidi, vijana wetu wapate ajira, ndio tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Mimi kwa sababu ya masaa, mimi kwanza nataka niwashukuru sana kwa sababu ya kutukaribisha hapa Meru. Na mimi nataka niwahakikishie hii serikali yenu itashughulika na mambo ya kilimo. Mkisoma manifesto yetu, agenda number 1 tuliweka ni mambo ya kilimo. And we have a plan on matters. Vile mulituuliza barabara nyingi hapa zilikwama, si ni kweli? Katika budget yetu tumeweka bilioni 250 ya kukwamua hizo barabara. Tukipitisha hiyo budget tunaanza hiyo safari. Tuko na mambo yenu ya maji vile gavana wenu amesema. Tumepanga mambo ya maji, tunajenga dams 30 ambayo tumeweka katika gazeti tayari. Kuna zingine 70 ambazo tutaweka gazeti hivi karibuni pamoja na ya Meru. Tuko na dams zingine ndogo karibu 1000 ambayo tutajenga, kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba tuko na maji ambayo itatusaidia ya matumizi nyumbani, maji ya mambo ya mifugo na maji pia ya irrigation kutusaidia katika kuzalisha mambo yetu ya kilimo. Vile vile mambo ya stima, najua watu wa Meru wametuuliza ya kwamba bado kuna sehemu iko giza. Watu wote hawajafikiwa na mambo ya stima. Tuko na hiyo mpango. Mwaka huu mpango yetu ni kuongeza watu 28,000 wapya ambao hawana stima, tuwaunganishie stima katika ile budget tuko nayo hapa mbele. Vile vile tumekubaliana pamoja na nyinyi ya kwamba jambo la muhimu zaidi ya ile ingine yote ni kuhakikisha ya kwamba tunapanga ajira ya vijana wetu. Tuko na vijana milioni 5 Kenya hawana kazi. Wanaongezeka kutoka shuleni, kutoka college, kutoka university kila mwaka, vijana 800,000 wanaongezeka kila mwaka. Na tusipopanga mambo ya hawa vijana watapotea. Ni kweli ama si kweli?
Wale vijana wanaangaishwa na pombe, wale vijana wanaangaishwa na uhalifu, wale vijana wanaangaishwa na madawa, ni vijana wa taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema kama serikali lazima tuwe na, we must have a practical on how to create opportunities for the young people of our country. Na ndio mmesikia nimesema tuko na mpango ya housing ambayo tunajenga nyumba 1,200 kila mwaka ndio tupate ajira ya vijana. Tuko na mpango ya housing. Tuko na mpango ya ICT. Huyu mrembo wenu huyu Roslyn Njogu, nishamwambia tunataka kazi 1,000,000 ya Wakenya watakaoenda nchi za nje. Sisi tumekubaliana madam? Yes. Vijana ngapi? 1,000,000. Tunataka waende wafanye kazi dunia ile yote. Watu wa Germany wameniuliza wanataka watu. Watu wa Canada wanataka watu ya kufanya kazi. Watu ya kule Uarabuni wanataka watu ya kufanya kazi. Watu ya dunia hii, na wanasema watu wa Kenya ni watu wazuri sana, ni wafanyikazi wazuri sana. Saa hizi tunapata bilioni 400 kila mwaka kama taifa kwa wale wa Kenya wanafanya kazi katika nchi za nje. So tuwe na mpango. Tuko na mpango ya kufanya kazi wa Kenya katika nchi zingine. Tuko na mpango ya kutumia kilimo kuzalisha ajira ya Wakenya. Tuko na mpango ya kutumia housing kuzalisha ajira ya hawa vijana. Tuko na mpango ya ICT, 25,000 ICT hotspots. Every ward will have an ICT hub, kwa sababu tuko na kazi nyingi kwa sekta ya dijitali ili vijana wetu wapate ajira. Na ajira watu wa Meru na wa Kenya haiwezi kupatikana kama hatuna mpango. We must have a plan. Na ndio sababu tuko export of manufacturing ndio vijana wetu wapate ajira. Mnataka tupange vijana wetu wapate ajira ama waendelee kuhangaika barabarani? Si tuwapangie jameni? Ndio hiyo kazi mimi nataka tupange. Alia sufuria kwa kichwa. Ati hawataki tupange. Wanataka vijana wetu wao waende wapi? Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze. Mambo ni ngapi? Mambo ni mawili. Mzee Kibaki wakati alikuwa rais, tulikuwa tunakusanya ushuru bilioni 200. Akatusaidia kutusukumia mpaka ikafika bilioni 900, karibu trilioni 1 wakati walikuwa anaondoka. Mtu ya kitendawili akakuja akaconfuse ile serikali yetu, ushuru ikapotea, tukaenda kwa madeni. Madeni ndio ile tumekopa trilioni 5. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Meru, niendelee na hii ya kukopa ama nirudi kwa ile ya Kibaki tukusanye ushuru? Turudi ya ushuru, si ndio? Tuende tutafute ile ya Kibaki tutafute ushuru ama tuendelee na hii madeni? Si hii madeni itakuja kutuingiza kwa matabu. Wangapi wanasema tuendelee na kusanya ushuru ile ya Kibaki nione kwa mkono? Dunia hiyo ndio namna hiyo. Mimi ndio niko hapo. Hii ya madeni hii inateleza na nchi yetu itaingia kwa matope. Na mimi sitakuwa rais ya kuingiza nchi kwa matope. Hiyo madeni tukomeshe. Tutafute ushuru, tujenge taifa letu la Kenya. Ama namna gani? Tuko pamoja? Mimi najua wengi wenu pia mko na watu wanafanya kiwanja ya bodaboda. Mimi nataka niwaambie watu wa bodaboda watulize boli, mambo yao mimi napanga. Na nitapanga vizuri mpaka wakae chonjo. Tumesema hawa watu wa bodaboda tunataka tuwapangie sasa bodaboda ambaye itakuwa inatumia stima, sio bodaboda ambaye inatumia petroli. Kwa sababu wanahangaika na hii petroli, kulipa petroli, kufanya nini inawasumbua. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 tumeanza hiyo safari. Sasa nyinyi watu tutawekea charge hapo. Mna charge, wewe una charge pikipiki yako, unapeleka mtu, hakuna mtu hakuna haja kwenda. Sijui kama tunaelewana. Hiyo ndio hii mobility tunawapanga. So kaeni chonjo, mambo ndio hiyo.
Sijui kama tumeelewana. Sasa tutakuwa na pikipiki ambaye haitumii petroli, inakuwa charged hapo, na tutapunguza gharama ya kucharge, itakuwa kama free. Wewe unaendesha mti yako, unaweka, chukua pesa, unaweka kwa mfuko, unasonga mbele. Tumeelewana jameni? Tuko pamoja? Hiyo ndio mpango ya hii dunia. Wale watu wengine mimi nataka niwaambie, tulizeni boli. Mlikuwa na nafasi yenu mkaharibu. Mkatuzungusha sijui BBI, mkatuzungusha sijui nini, mkatuzungusha sijui nini, handshake. Hiyo maneno hatutaki, tunataka kupanga vile Kenya inaenda mbele. Kwa hivyo watu wa Meru, sijui kama tumekubaliana. Tutatembea pamoja. Mnasema tuendelee namna hiyo ama mko na mpango mwingine? Tuendelee namna hiyo? Wacha nisikie sauti, tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Tukope madeni ama tukusanye ushuru? Mnasema tukusanye ushuru? Tuachane na madeni? Basi nafikiri mtu ya kitendawili na watu yake ya masufuria kwa kichwa wamesikia. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Meru na tutafanya bidii. Mimi nataka niwahakikishie hatutawaangusha. Hii bidii tutafanya mpaka Kenya tubadilishe. Iwe ni Kenya sisi wote tunajivunia kama taifa. So kwa sababu niko na shughuli nyingine mbali, hapa tuko na shida ya usalama. Taitumu huyu sijalala ananipigia simu kila siku. Huyo mjumbe wa kutoka North pale. So mimi nataka niwahakikishie hivi. Mambo ya usalama ni mambo ya muhimu. Mambo ya ugaidi inatuletea matatizo, lakini mimi nataka niwahakikishie tutakabiliana na wao. Nimemwambia IG Bwana Koome Jumatatu aje mwenyewe mpaka hapa atuambie hii matatizo, watu wanakufa kila wakati hapa, wanauawa, matatizo iko wapi? Kama kuna watu wamezembea kazini watolewe, tutafute watu wengine ambao watasimamia hiyo kazi vizuri. So Bwana Koome mwenyewe atakuwa hapa Jumatatu baada ya kesho, ndio tujue kiini na tukubaliane vile tutashughulikia mambo ya amani. Vile tunafanya katika sehemu zingine za Kenya sote, we must make sure that we secure our nation. Na wale wote ambao wameathirika na hiyo maneno, tutachukua hatua, tutasaidia wale family, those who are affected, but we will make sure that we correct whatever default there is kwa mambo ya security hapa Igembe na hiyo sehemu yote ya hapa Meru. Kwa hivyo sitaki kusema kuzidi hapo. Nimefurahi sana mmekuja katika sherehe hii. Wakulima tafadhali, mimi nawauliza, mimi naenda kupanga soko ya mahali tutauza maziwa. Nyinyi kazi yenu ni kuongeza maziwa. Mtaongeza maziwa? Mtafanya bidii? Nikipunguza ushuru, nyinyi mtaongeza zaidi kuzalisha maziwa? Basi mimi nitafanya hiyo kazi yangu, nitalete mbegu, nitapunguza ushuru, nitawasaidia pesa ya kutengeneza chakula yenu hapa. Nyinyi msiniangusha hata na nyinyi. Sehemu yenu mufanye bidii. Asanteni sana. Murongo abudarime. Mungu awabariki sana. Na tunawapenda. Tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Na kwa hisani na kuomba rais, kama unaweza rudi tu hapa tuwapatie na kofi tafadhali. CEO akuje apokee hiyo zawadi, akifuatwa na chairman Mr. Simon Kiruja ambaye ni best in production South Imenti. Wapi chairman aje kwa haraka? Alafu pia best in production Buri Edith Nkatha akuje. Best in production Imenti Wilson Gedhoro. Best in dairy
Phineas Mwendo. Kwa makofi tuwapigie tafadhali wakipokea zawadi zao, alafu sote tutaondoka katika jukwaa ili rais aweze kupata saluti ya wimbo wa taifa, the national anthem. Thank you very much. Your Excellency will request that you remain on stage as we finish with the national anthem. Kama kuna mtu ambaye ameketi, tafadhali tutoe kofia ili tuweze kusikia wimbo wa taifa. Ni Meru TV.